Namba 2, wewe ni mtu wa kusuasua, yani ni mtu yule ambaye unasita kufanya maamuzi. Kama ni mtu wa aina hii, basi sehemu hii ya ufugaji wa nguruwe haikufai. Kwa sababu nguruwe akiwa mgonjwa, huna siku ya kufikiria, bali una masaa tu ya kuweza kuokoa maisha ya huyo nguruwe. Na katika ufugaji wa nguruwe, ukichelewa kuwauza, bei zinashuka, wanaenda kukaa shambani na wanakula faida yako. Sasa katika kazi hii, haihitaji kusita-sita kwa sababu ukisita-sita ujue ni hasara. Unahitaji uamuzi wa haraka wa uhakika. La sivyo uamue upoteze kila kitu. Namba 3, wewe ni mtu ambaye huwezi kutake risk. Ni mtu ambaye huwezi kukubaliana na hatari. Kwenye ufugaji wa nguruwe ni biashara ambayo mtu inakutaka kutake riski. Kwa sababu hii biashara ni ya kubahatisha kila siku. Kwa nini tunasema hivyo? Unaweza ukawa mfugaji mzuri tu, au unaweza ukafuga vizuri kabisa tu na ukaanza vizuri kabisa tu. Halafu ghafla ugonjwa unaingia, ama bei zinashuka ghafla, bei ya nyama inashuka ghafla, ama vyakula vinapanda bei. Kwa hiyo hivyo vitu vyote unatakiwa kuvifanyia uchambuzi, au unatakiwa kuvifanyia upembuzi yakinifu. Kwamba kuna wakati kuna magonjwa, kuna wakati kuna gharama za vyakula vinaweza zikapanda, au nguruwe wanaweza kuwa ni wengi, nyama inaweza ikafanyaje ikashuka bei. Kwa hizo zote ni risk ambazo mtu anatakiwa kufanyaje kuzichukua. Sasa kama wewe ukawa ni mtu ambaye unahitaji mambo yote yaende kwa uhakika kila siku, basi ninachoweza kukushauri tu uweze kurudi ofisini, ukatafute zile kazi za kuingia saa 2 na kurudi saa 10. Kwa kazi za namna hii ambazo pressure inakuwa ipo kila wakati, hiyo ujue haikufai. Kwa kama wewe ni mtu unajiona kabisa huwezi kutake risk, basi achana kabisa na ufugaji wa nguruwe.